lakini mimi sio muuaji. Kwani mwanangu mpaka nimzae mimi kwenye tumbo langu miezi 9 ndio jeni mwanangu nilomzaa? Na ndugu kibao kwa vijijini mimi. Miaka 13 hujaonana mimi na wewe. Unajua pita zangu? Unajua mizunguko yangu? Kwa hivyo nimetoka kijijini wa ndugu zangu pia ni mwanangu vile vile. Mbona uniogopea Nilikwambia siku zote uongo huwa haudumu. Na hichi ndicho ulichokipanda. Na kuapia ati sitakaa nikakusamehe kwenye maisha yangu. Sitakusamehe. Hata Mungu mwenyewe ananiona. Kwa sababu ulichokifanya kwa mwanadamu yoyote hawezi. Sawa. Kidawa. Naomba uende ukabadilishe nguo. Uje tuondoke. Basi. Hizo nguo hizo naomba tutakapotoka hapa uzivue zote, tutazichoma moto. Sawa? Sikiliza. Napotoa mguu wangu hapa, sitaka nikarudisha huu mguu hapa kamwe. Sitarudi kwako. Nakwambia kitu kimoja. Nakuchukia. Na hili sitaliacha lipite. Kwa sababu siku zote adui unayemweza usimwachie Mungu. Najaribu kutafakari lakini nimekosa jibu. Sasa kwa sababu gani? Yaani mimi hapa nilichokiona, bora tu mimba niitoe. Sababu mume wangu akitokea amerudi ghafla, ameondoka muda mrefu, afu haja nikute na mimba hii ya miezi 3. Afu nimemkosea sana. Kwa nini watu nitoe hii mimba? Sasa unasema kwamba unaenda kutoa mimba. Ukazulika wewe inakuwaje? Mimi sina jinsi. Inabidi tu nifanye. Nitafanyaje sasa? Mume wangu akitokea amerudi pap na mimba haifichiki. Asa namna nyingine namna gani? Unajua kabisa mimi ni mke wa mtu. Siwezi kuzaa na wewe. At least ningekuwa sina mume kweli. Na sio kama sitaki mtoto, nataka. Ila tu mazingira. Hili ni deni. Lazima nililipe. Kidawa. Yaani haiwezekani. Kweli kosa nimelifanya. Kijasho mimi. Lakini mbea gani na kunizalilisha mimi katika eneo hili? Hivi mimi kijasho sasa nizalilike sasa kiurasi rahisi tu? Haiwezekani. Au kuna kweli ndani yake? Kuna kweli ndani yake. Afu wewe. Maana miguu yako unataka kuituza kwako kuja kwa watu kusikiza maneno ya watu. Sasa haya unayasikia wewe. Mwanzo na mwisho ufunge mdomo wako. Lasi utakigeuza biskuti nikutupie ndani kwa mindondo changu ile. Shenzi mkubwa. Sina jinsi. Inabidi tu nitoe. Yaani hapo tuwe pambana. Tafute hela nitoe tu hii mimba kwa kweli. Tatizo mume wangu. Afu mimi ni mke wa mtu, siwezi kuzaa na wewe. Yaani mbona labda ningeachana naye, ningemtafutia sababu ningeachana naye. Lakini sababu gani sasa ya kuachana naye? Kwa sina jinsi, kwa inabidi tu nitoe. Niendelee tu kuishi na mume wangu, na ufanye mambo yako. Kama kukutana ndio tunakutana tu hivyo.
Ni swala tu la kumwomba Mungu kwa kweli. Kwa vile mimba ni ndogo hii, haisumbui sana. Ya. Kwa sasa hivi hata majibu sitapata. Kichwa changu hakijatulia. Ila sawa. Ndio ulivyoamua wewe, sawa. Sawa, basi mimi ngoja niende kazini. Baadaye nitakuita tena. Haya, poa. Jitahidi basi ufanikishe hilo jambo. Sawa, hilo usijali. Ndio nifanye kazi. Poa, basi baadaye. Haya, safari njema. Poa. We mkaka, hivi huoni aibu? Aibu gani? Hivi kuja kwenye nyumba ya mwanaume mwenzako. Hivi kwa unajua mimi ni kitu gani wewe? Kama kanita mwenyewe mimi nifanye nini? Una haya wewe. Kwa nyumba ya mwanaume mwenzio. Hivi kweli? Wewe unatakaje? Utakuja kupaka mafuta wewe? Likukute jambo. Kweli mama. Naila, nashukuru sana umenikutanisha na mama yangu. Kule nilikuwa nakaa, nilikuwa sina hisia kabisa kama wewe ni mama yangu, ila hapo unapokaa sasa hivi na hisia kabisa kama huyu ni mama yangu. Nashukuru sana Naila. Mimi ni mkubwa kwako na wewe ni mdogo. Umewezaje kujua hivi vitu? Wala usijali. Mimi nilikusaidia tu. Alafu kingine, mimi katika vitapita zangu nilimkuta yule mama yako, ameshangaza wa mama yako na mama yake hao. We binti vipi? Wewe si choka basi nje na kwangu. Umefuta nini? Naongea na wewe hapo, umefuta nini nyumbani kwangu na sio kwamba usikanyage? Makubo. Nilikuja kwa jambo hili moja. Ila kwa leo niliyoyaona hapo nje ishakuwa mawili. Hivi hauna aibu? Unamwingiza kijana chako ndani ya nyumba mume, hivi kweli? Ushasema mwanaume wangu. Yangu ndio unaitwa wapi? Fanya kilichokuleta uondoke. Nishakukataza kusitaki nikuone ndani nyumbani kwangu, lakini nashangaa bado king'ang'anizi. Hebu ongea uondoke basi. Na hichi nilichokiona lazima nikamfikishie. Fikishie nani? Hauna habari eh? Unataka kusambaza mtaani tena eh? Hauna habari eh? Kumbe una taarifa eh? Mume wako karudi. Wewe unazungumza hapa ni ukweli au mbea wako tu unataka tu uneke pressure juu? Uko juu eh? Karudi. Nilipokuwa kasema nisimwambie mtu. Ila lazima tu nikwambie kwa sababu umezidi ujeuri. Karudi. Alikuwa akimwambia, wewe una siri zangu.
Kwa hiyo mimi nitakupa mtoto wako, alafu usiseme kitu chochote kwa watu kwamba mimi kweli nilimchukua mwanao. Mimi ndo hapo nilipojua kwamba wewe sio, ndio ukachukua jukumu la kuja kukuchukua. Ndio maana nikakufuata nikakuleta hapa kwa mama. Nashukuru Naila kwa kunisaidia. Ila Naila, mimi kule nilipokuwa nakaa walikuwa wananipa mitoto yao ya kichawi. Kwa mimi sitaki vile vitu ambavyo walikuwa wananipa. Kwa naomba unisaidie, utanisaidia vipi? Kwenye sala hilo dadangu, wala usijali. Mimi kuna kitu ninacho kitakusaidia. Nitakutoa mambo yote ya uchawi, wala usijali. Sawa, nitakushukuru. Hata sijui nikwambie nini wala sijui nikupe nini kwa msaada ambao ulionifanyia. Asante, ila hata kama asante nikikwambia haitotosha. Ila nakuahidi kitu kimoja. Nakuahidi nitaishi na wewe vizuri na nitakupenda kama ninavyompenda mama yangu. Sawa, usijali. Na mimi nitaishi na wewe vizuri. Sawa. Na nimeonana naye. Kana bado sikwambia lakini inabidi nikwambie sababu umezidi ujeuri. Wewe, unasema kweli Dazu? Na kwa taarifa yako, mumeo kila kitu anakijua kuhusu wewe. Na kaja muda tu hapa. Upo? Sasa nielewa. Kaja muda sana, taarifa zako anazo kuhusu wewe. Na hichi nilichokiona leo, lazima nikamwambie. Dazu, simwambie. Lazima nikamwambie. Dazu, nipo chini ya miguu yako Dazu. Sina shida kupiga magoti. Sina shida na hela yako. Upo? Dazu, nakuomba Dazu, nipo chini ya miguu yako Dazu. Nakuomba usimwambie yule baba, mimi ataniua. Mimi sina shida kumba msamaha. Na mimi nishakusamea muda tu. Chukua basi 2000, mimi nitakuwa nakupa hela kila ukitaka yote mimi nakupa hiyo. Mimi sina shida ya hela zako. Tena ndo kama achelewa kuinuka. Dazu, nakuomba Dazu. Nishakusamea mbona? Tunakuomba nisamee Dazu. Mimi nitakupa hela. Nitakupa chochote unachokitaka. Naomba usimwambie mume wangu Dazu. Ataniua mimi yule baba. Na sina shida ya hela yako. Utajua mwenyewe kunyoa au kusuka. Upo? Utajua mwenyewe ni hacho. Dazu. Akujile mdomo Dazu na mdomo atamwambia kila kitu na atazidisha na chumvi. Mungu wangu nimeisha mimi jamani, jamani. Shemeji yangu. Nimeenda hadi kwako. Nimekutana na wewe kijana ambaye amemtia mimba mke wako. Tena kijana mdogo, yaani mdogo tu. Hata kumpiga makofi naweza kumpiga. Cha kushangaza sasa. Nani Fatuma? Ujinga wote, ushenzi wote ambao wanafanya nyumbani kwako wewe. Hivi kweli? Hiyo siku zote ambazo upo walikuwa wanafanya nyumbani kwako wewe. Mimi nafikiri labda anampeleka kwake kidogo kwa afadhali, hata ile uso wa hali kufa nao. Huo ujinga sui. Nimekuta nyumbani kwako mwenyewe atoka hata ndani. Aje na mwanaume. Kiukweli hii ni mitihani ambayo inatukuta sisi binadamu. Lakini sina namna nitafanyaje. Ila Fatuma sijajua kwa nini yote anayafanya haya. Je? Ni umbali wangu mimi na yeye? Au kuna shida gani ambayo mpaka inafanya hivi? Lakini mpaka kama ni umbali, sidhani kama kuna swala la ukweli ile ambayo alifanya mpaka saa hizi. Huenda ni tabia yake. Kabla sijaenda kazini mimi nilimuita tukashauriana, naenda kazini, naenda mbali mke wangu. Na kazi yetu ni ya mikataba, ni mwaka hadi mwaka. Ndio nataka kunipazia watu. Na maisha sasa hivi yako magumu. Sijasema mimi nimesoma simba kana nikafikia kidogo cha ngapi au chuo au labda na kazi serikali, hapana. Ni kazi ambayo tulijiajiri mitaani tukaitwa kwa.
Lakini mpaka kufanya hivi, yani sielewi. Na kingine yani siwezi hata kusema kwamba nitamlaumu yeye, kwa sababu hata ukinunua andazi sokoni ukaja ukalila litakusumbua kwa mafuta mengi au mchanga, huwezi kulaumu andazi kama, ila utamlaumu mpishi akupika lile andazi. Ndio, ni kweli. Nikiwa na maana kwamba siwezi kumlaumu Fatuma, nitawalaumu wazazi wake wamemlea, sijui walimleaje kabisa. Lakini mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu anazidi kunionyesha kwamba mtu gani sahihi atakuwa kwenye maisha yangu. Kwa hiyo naona sio sahihi tena, nitafanyaje? Lakini tayari kashanivua nguo. Na mbaya zaidi unavyoniambia kwamba kijana kaja mchana huu, yani yeye mchana kabisa ametoka kwangu. Anajiamini nini? Sasa itakuwaje kuhusu nyumbako? Na waacha wakae, nitafanyaje? Sababu kama kijana kaenda mchana, ina maana kwamba na mambo alikuwa anafanya nyumbani kwangu, ina maana kwamba yule kijana anapokukaa. Kwa hiyo inabidi mimi nimwache akae pale, nitafanyaje sasa? Nitafanyaje? Nitafanyaje mimi? Pole sana shemeji yangu. Nishapoa, ni mtihani. Kuja mimi ni nyumbani kapike zangu. Sawa. Yale mapenzi ulotupa mama, leo tuyapati, tunalia sana. Yale mapenzi ulotupa mama, leo tuyapati, tunalia sana.